Maandiko yanasema maisha ya mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ni mafupi, nayo hujaa taabu nyingi duniani. Katika maisha ambayo tunatembea na uhakika wa kifo kuliko spea za usafiri wetu, inaelezwa na maandiko kadhaa kuwa usiku wa kwanza baada ya kuingizwa kaburini ndio usiku mgumu zaidi. Kiburi chetu cha uhai, afya na uzima kinatufanya tusijipe sana tafakuri ya hilo neno. Tunaishi na kuishia. Ghafla zimekuwa nyingi, watakuposti na RIP nyingi, ila Mwenyezi Mungu atakuwa anatungoja na maswali kuhusu maisha yetu kabla ya hatima ya duniani. Muda huu unaweza kupata maswali kadhaa. Muda huu hapo ulipo pana tafsiri gani kama ikimfaa Mwenyezi Mungu kukutwaa? Utakuwaje usiku wako wa kwanza kwenye maisha mapya kaburini kwa hapo ulipo ikiwa utazimika hapo kama mshumaa? Unafanya nini muda huu? Unachokifanya kina tafsiri nini mbele za Mungu na wanadamu? Hicho unachokula au kunywa umekipata kwa njia halali? Watoto wako umewafundisha chochote leo cha kuwafanya wawe na hofu ya Mungu? Unataka nao warithi udhalimu wako? Unaposema utafanya toba kesho, una uhakika je utaamka? Kwa nini usifanye toba muda huu? Unaweka kiporo cha ibada, sio? Umekula na kutupa chakula huku kuna wenye uhitaji. Mali yako ya dhuluma sasa inadhulumu nafsi za watu. Je, unawaza maisha baada ya haya? Hapo ulipo muda huu na unachokifanya, ukianguka ghafla watu wakakuswalia au kukusalia na kuomboleza na kuomba radhi za Mwenyezi Mungu, je, zitakubalika? Kinywa chako kitajaliwa kauli thabiti? Umewaomba msamaha uliokosea leo au bado umeshupaza shingo? Okay, tuyaache hayo, maana ya ngoswe mwachie ngoso mwenyewe. Ujumbe nimeufikisha, na sasa tutazame namna dunia ilivyopata mshtuko mkubwa sana kufuatia kumpoteza kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Papa Francis, ambaye ameacha historia kubwa ambayo itaendelea kuishi miongoni mwa waumini wa kanisa Katoliki ulimwenguni kote. Mwaka 2013 historia ilifanyika pale ambapo Papa Francis alipotangazwa kama kiongozi wa kanisa Katoliki, akiwa papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini. Alimrithi Papa Benedikti wa 16 ambaye naye alifariki mnamo mwaka 2022. Ni muhimu kutambua kwamba Benedikti wa 16 alikuwa papa wa kwanza katika historia ya kanisa Katoliki kustaafu kwa hiari baada ya takribani miaka 600. Papa Francis anayetambulika kwa jina lake halisi ni Jorge Mario Bergoglio, ambaye alizaliwa nchini Argentina na alichukua wadhifa huo akiwa na umri wa miaka 70. Katika kipindi chake, Papa Francis alijulikana kwa kuwaridhisha wahafidhina kutokana na mtazamo wake wa utamaduni, lakini pia alipata umaarufu miongoni mwa wanamageuzi kwa msimamo wake wenye mtizamo wa kiliberali, hasa katika masuala ya haki za kijamii. Alibaki kuwa maarufu na mwenye kufanya mabadiliko, akivutia wengi miongoni mwa wanamapokeo. Baba Mtakatifu Francisco alizaliwa Disemba 17 mwaka 1936 mjini Buenos. Yeye ni mtoto wa mzee Mario na mama Regina Sivori, waliobahatika kupata watoto 5. Katika ujana wake alisoma na kufuzu na kuwa mtaalamu wa kemia. Baadaye akaacha kazi hii na kujiunga seminarini huko Villa Devoto. Machi 11 mwaka 1958 alijiunga na malezi ya kinovis katika shirika la Majesuit. Akaendelea pia na masomo ya elimu dunia nchini Chile. Disemba 13 mwaka 1969 akapewa daraja takatifu la upadri. Kati ya mwaka 1970 hadi mwaka 1971 alikamilisha hatua ya 3 ya majiundo yake kama mjesuit huko Hispania, na Aprili 22 mwaka 1973 akaweka nadhiri za daima.
Kati ya mwaka 1972 hadi mwaka 1973 alikuwa ni mlezi wa wanovis, jalim, mshauri wa gombera wa chuo cha Massimo. Julai 31 mwaka 1973 akateuliwa kuwa mkuu wa jimbo la Argentina kwa upande wa shirika la utume ambao aliutekeleza kwa muda wa miaka 6. Mwaka 1980 hadi mwaka 1986 alikuwa ni gombera wa chuo cha Massimo na paroko wa parokia ya Patrick San Jose jimboni San Miguel. Mei 20 mwaka 1992 Papa Yohane Paulo wa pili alimteua kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Buenos Aires, akawekwa wakfu kuwa askofu Juni 27 mwaka 1992, na Juni 3 mwaka 1997 akateuliwa kuwa askofu mwandamizi wa jimbo kuu la Buenos, na Februari 28 mwaka 1998 akasimikwa kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Buenos kufuatia kifo cha Kardinali Antonio Corasino. Februari 21 mwaka 2001 aliteuliwa kuwa kardinali, na Machi 13 mwaka 2013 alichaguliwa kuwa baba mtakatifu na alichukua jina la Papa Francisco ili kuendelea kufuata nyayo za Mtakatifu Francisco wa Asisi katika huduma ya amani. Baba Mtakatifu Francisco alilazwa katika hospitali ya Gemelli iliyopo Roma. Itakumbukwa kwamba Baba Mtakatifu Francisco alikuwa anasumbuliwa na magonjwa mbalimbali, ambapo afya yake ilikuwa ikibadilika mara kwa mara, na alilazwa hospitalini hapo tangu Ijumaa Februari 14 hadi alipotoka Machi 23 mwaka 2025. Maneno yake ya mwisho aliyozungumza na waumini wa kanisa Katoliki kabla ya Pasaka hii ni kuwa anawatakia sikukuu njema, huku pia akisisitiza amani na kuwasihi waumini wa kanisa hilo kupendana na kuendelea kumtumikia Mwenyezi Mungu katika maisha yao yote ya hapa duniani. Papa alisema, ningependa tufanye upya matumaini yetu kwamba amani inawezekana kutoka kaburi takatifu, kanisa la ufufuo, ambapo mwaka huu Pasaka inaadhimishwa na Wakatoliki na Waorthodox. Siku hiyo hiyo nuru ya amani ing'ae katika nchi takatifu na ulimwengu mzima. Papa Francis ataendelea kuwa kiongozi aliyependa mabadiliko katika historia na kutoa matumaini kwa mamilioni ya waumini duniani kote. Nao viongozi mbalimbali kote ulimwenguni wameendelea kutuma salamu za pole kufuatia kifo hicho. Miongoni mwa salamu hizo pia ni zile zilizotolewa kutoka kwa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo anasema, nimesikitishwa na taarifa ya kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Katika kipindi chote cha miaka 12 akiwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francisco ameishi maisha yake kama mwalimu na kiongozi aliyefundisha na kuhimiza ustawi na maendeleo ya watu pamoja na kudumisha amani. Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninatuma salamu za pole kwa waumini wote wa kanisa Katoliki hapa nchini na duniani kote. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amina. Hivyo ndivyo Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alivyoandika kupitia mitandao yake ya kijamii. Papa Francis amefariki dunia akiwa na miaka 88 mjini Vatican nchini Italia. Hakika Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amen.